DJ Madi mtu hatari. DJ Madi mtu hatari. Doa doa, maisha ya wametia doa. Doa doa, acha kajitia doa. Doa doa, maisha ya wametia. DJ Madi mtu hatari. DJ Madi mtu hatari. Doa doa, maisha ya wametia doa. Doa doa, acha kajitia doa. Doa doa, mama acha kajitia doa. Mama acha kakimbia mikopo mtani amejitia doa. Kamuacha mwanae mtani amekuwa malaya. Anadanga danga hakuna asiyemjua. Toto kajitia doa, mama anajitia. Mama acha ndo sababu familia kaitia doa. Koka anadaiwa kodi mwenye nyumba kamcharukia. Yani sifa mbaya mtani amejitia doa. Sio kujaribu, sema nafanya, nataka kufanya biashara ni washangaze walimwengu. Tatizo lako ndio hilo. Yaani ukifanya kitu unasema kujaribu ndio maana unafeli mambo kibao. Haya, nataka kufanya ni washangaze walimwengu. So dakta. Yaani hapo sasa ndipo umeongea kitu. Hongera. Lakini unapaonaje? Sema nzuri. Yaani mimi na mimi sasa hapa. Unajua mambo yangu tena pole. Hatari sio poa. Shoga yangu. Niambie za siku 2-3 hizi. Ila sasa nilipohamia kule dada, furu kujiachia. Yaani habari ndio hiyo. Nashangaa kila nikikupigia simu yangu, njoo dada, njoo paone. Unaingilia huku unatokea huku, sijajua shida nini. Unafeli. Yaani kwanza mngenipa pole baada ya kunipa hongera hii. Mngenipa pole. Hizi nilikuwa nimeheka. Unajua biashara yangu ile kukopesha mama, yaani shoga yangu. Hii kazi nadhani unaijua vizuri. Ukianza kwenda kudai hela, kwanza uvae kipensi ndani. Utie tight juu. Yaani ujinyonge kweli kweli na raba. Maana ukifika saa ya kuja kuchukua hela, unadhani unajua mtu akija kuchukua hela anavokubembeleza, anavokuomba, sasa mbinde kudai. Hivi ninavyokuambia kila siku unanipigia simu nije kuona kipenzi, sio kwamba napenda. Yaani tatizo lako shoga yangu wewe ni kitu kimoja tu. Utakagi kuuelewa ushauri wangu kwa haraka. Nilikwambia shoga yangu, hii biashara kukopesha hii sio biashara. Kumkopesha mtu pesa alafu kurudishia unafikiri jambo la mchezo? Wewe kuweza dada. Kwa hiyo hapo cha msingi, kwa sababu umeshapata eneo lingine la biashara, fungua biashara upya, badilisha mazingira, kila kitu kiwe sawa. Mimi sijakubishia wala sikatai. Kumbuka pale ni hela nimetoa. Ukisema niache haraka haraka hawezi kunilipa hela zangu, watajua kabisa sasa hivi akopeshi. Ninachotakiwa kufanya niwe na subra. Hapa sasa hivi nidai hela zangu kwanza. Yaani hapa naanza kusitisha kukopesha kidogo kidogo. Anayekuja kukopa anamwambia hela zimeisha mpaka fulani alete. Lengo langu kwanza nimalize kukusanya hela zangu zote. Kwa kupigana tena kupigana kweli kweli. Kuna mama mmoja yuko kwanza anamdai na hisi. Tusipopelekana kituoni basi tutatoana nguo hadharani. Unishirikishe na mimi tukamvamie. Na kuachaje? Hela zetu tunapozipata kwa njia zenyewe ndo zile, alafu tena inakuaje? Shoga yangu pambana. Tunadai tuna haki sawa. Hata tupambane haki sawa ionekane. Sasa tunaacha wote. Haya. Unikatia simu jana ni nasikia tu. Halo sijui ni baraka. Nikasema kulikoni au kitoto kilikuwa kimekuja huko unaogopa kuongea na mimi. Bora hata kingekuja kwa staili hiyo dada. Haukuwepo. Nakwambia haukuwepo. Una nini tena? Yaani jana niliona kabisa sijui nataka nifukiwe. Begi linanielemea. Yaani sijui nilikuwa nataka nikimbie. Yaani sielewi hali ya jana ile nikuta kwa muda ule mchache, huwezi kuamini. Kulitokea nini kwanza? Na kupigia simu
Ghafla mbele yangu nataka kuanza kuzungumza mada iliyonifanya nikupigie simu udugu wangu. Nisimuone Asha. Asha. Macho kwa macho, uso kwa uso. Huyu hapa mbele yangu. Alikuwa anafanya nini? Afanye nini? Anapita kajifunika hata simuelewi. Unajua kajifunika? Mpaka mimi nafananisha nikasema jamani, wewe si Asha huyu? Hapana, huyu ni Asha. Haya wewe binti kulikoni? Ana cha kuniambia? Anajiumauma, mara afanyie hivi, yani anajaribu kunidanganya. Acha nimbananishe Asha. Nimembananisha anajiumauma. Nikasema we, leo utaniambia. Oh dada, unajua Aunti Sara nisikilize vizuri. Mimi mwenzio, huyu mume wako nilimuibia simu, nikamuibia na nini? Na pesa kwenye daladala, na ndio maana ananitafuta hivi. Mama mtu mzima likanishuka. Tofauti kabisa na vile watu walivyokuwa wanawahisi. Sawa. Mimi mwenyewe amenishuka, ila shoga yangu sikiliza. Yule mmeo moya watu wanaoneanaga hivi sana mtaani. Yaani hivyo wakikuona mara umepita sio kama kipenzi chake, nieleze kizile dili sio kajisogezea kwa huku, mara sio kofia kale. Watu wote nakwambia mati zinawatoka, lazima maneno yawepo. Na bado watapata homa sana kwa yule kijana. Naanzaje? Kwanza mtu akija kukwambia maneno sio kuhusu shoga yangu, mtimue. Tupo kwa muda gani sasa hivi na Jonibo? Sikaribia mnafikisha mwaka na. Nimekufa nimeoza kwa yule. Na umzalie. Kwani kuzaa shida? Yaani mimi kwake mimi sipindui. Hata akisema sasa hivi nahitaji mimi. Faster. Kipi kinachokuchekesha na umbea wako? Kama mwenzangu yangu mwenyewe ananielemea, mwenzangu afisa mikopo. Hata simuelewi. Ndio maana anajichekesha hapa na ongea yako, lakini yangu ananielemea. Kulikoni? Mbona kusikizi simuelewi tabia yake, mara ukimpigia simu hapo mara sijui nini. Yaani hata simuelewi. Na wakati muda mwingine nawaza, nasema sijui niachane naye. Nikikaa upande wa pili nasema mbona kama ananisaidia. Sijui hapo ananisaidiaje, maana sielewi mpaka sasa hivi. Shoga yangu, unaanzaje kwanza kuachana na yule baba? Kakutoa wapi? Eti leo kirahisi umwache? Cha kufanya, nenda kwake, jaribu kuongea naye. Mpo serious kimaisha ili muishi pamoja, muendelee na mambo mengine, au ndo hivyo mnachezeana? Gusa achia. Mama, hiyo inaitwa gusa achia. Kama mnagusa mnaachia twende, endeleeni kugusanisha. Mimi sina nia mbaya naye, lakini pia siwezi kuolewa na ule kaka. Kwa tabia zinazoendelea huko mtaani. Sijakaa nikwambie udugu wangu. Sijakaa nikwambie. Ila nikipata muda vizuri, nitakuja kukwambia. Kusema kwamba mimi niolewe na ule kaka, kitu ambacho hakiwezekani. Ninachotakiwa kukifanya pale, mimi ni kumchuna tu, nifanye yangu yani ende. Sasa ukitaka kuolewa sawa, usipotaka kuolewa naye pia sawa. Ila mimi nilichokuwa najaribu kukwambia, sio kwamba eti muishi pamoja ndani pika pakua sijui nini. Jaribu kumtengeneza, aendelee kutoa mkwanja, mambo yetu atuendee. Alafu tukiona sasa tumesimama, tunaachia apite zake hivi mapema. Imeisha hiyo. Iko hivyo. Mimi sijui tunaenda njia moja, sijui naenda kivyangu, sijakuelewa. Hapana, hapa inabidi tuongozane mpaka pale mbele pale. Tukifika pale, mimi kuna sehemu nataka nipitie. Si unajua tena. Nataka niangalie michongo yangu kidogo. Tunamsaliti mtoto mdogo yule. We yule. Kochi haraka haiwezekani. Asha kajitia doa. Mama Asha kajitia doa. Kamuacha mwanae mtani amekuwa malaya, anadanga hakuna asiyemjua. Nari yo. Nari yo. Dada twende nari yo. Nari kipela yo. Dada nari kipela yo. Nari yo dada, ile siti yo dada. Nari yo. Hivi unajua Mungu mkubwa? Kwa nini unasema hivyo? Basi tu kwa sababu hapa tupo muona mguu. Nilikuwa nakuja hivi nipite kwenu. Ulikuwa na shida gani? Na shida kubwa sana. Vipi shoga yako wa jambo? Achana na wewe, niambie tu. Kicho na shida na nini? Haya, acha tu tumalize tu. Labda nikwambie ukweli Asha. Hivi unajua mimi nakupenda sana.
Ungekuwa unanipenda usingeenda kwa ule mshangazi. Huo mshangazi achana nao. Yaani mshangazi hata mimi mwenyewe najilaumu. Sijui kitu gani ambaye cho kimenifanya Jonibo mimi nikamfuata ule mbibi. Unajua nini? Mbibi. So leo tu muda mrefu kwa unamwona ule kama unamfananisha naye Asha mpenzi wangu. Kwanza hapa unavyoniona. Tu huku nipo kwa sababu mimi ningekuwa nishaondoka kwa mama yangu. Nataka uondoke Asha? Nataka niondoke. Sasa unaweza kushangaza kitu gani? Mamangu tangia arudi, ananitafuta sijaenda. Na matatizo yote yananitokea mimi huko kwa sababu ya laana za mamangu. Afu usipende kujiombea matatizo. Yaani pa nipo kwa sababu Mwajei tangia aondoke jana mpaka leo hapa sasa hajarudi. Ila angekuwa ipo mimi ningekuwa nishaondoka. Asa. Ukiondoka Asha mimi nitaishije? Utaishi kama uko unaishi ambapo mimi siku ambazo nilikuwa sipo katika maisha yako. Na Mwajei kaenda wapi? Mimi hata sielewi alipoenda wapi. Leo na siku hiyo simu zangu apokei. Message yajibu, alipoenda sipajui. Sasa sikia. Mimi nina hela nyingi sana sasa hivi. Labda ngombe kitu hiki kimoja. Usiondoke. Mimi nitafanya kila mbinu nikutafutie chumba na nitakupangia hapa hapa mtaani. Niamini kipenzi changu. Mampenzi. Na ukinielewa nitakufanyia vitu vikubwa sana na nitakwambia kila kitu juu yangu mimi na ule mshangazi. Mimi simpendi yule. Nakupenda wewe. Mama Asha kajitia doa. Mama Asha kakimbia mikopo mtani amejitia doa. Kamwacha mwanae mtani amekuwa malaya. Anadanga hakuna asiyemjua. Toto kajitia doa mama anajitia. Mama Asha ndo sababu familia. Dada mbona unaondoka? Leo naondoka sasa hivi dada. Vumilia tu, leo naondoka sasa hivi. Naondoka sasa hivi dada. Hadi wanakuja. Nenda bila wenyewe dada. Vumilia tu dada. Kamwacha mwanae mtani amekuwa malaya. Anadanga hakuna asiyemjua. Toto kajitia doa mama anajutia. Mama Asha ndo sababu familia kaitia doa. Anapokaa anadaiwa kodi mwenye nyumba kamcharukia. Yani sifa mbaya mtani. DJ Madi mtu hatari. DJ Madi mtu hatari. Doa. Nampigia Mwajei tangu jana hapatikani. Haya nini simu yake? Mwajei jamani. Shida gani? Nikipiga simu hapatikani. Sasa, wewe nimpigie mara. Huyu naye tukashamkosa. Nataka kula lako. Nalo. Mambo. Ushapigia watu wako huko ushawakosa ndio unaona unipigie mimi simu. Sasa maajabu ya nini? Mimi kukupigia simu ndo maajabu? Naambie. Sasa sikia basi. Uko wapi sasa hizi? Uko nyumbani? Njoo basi hapa grocery hapa chapu na kusubiri hapa. Nani tena? Nikajua bado mikopo ya nani ya mama Asha haijaisha nadaiwa. Sasa mambo mikopo tena usiana nini? Njoo mimi na zawadi yako nimekuletea hapa chapu kwa haraka. Haya basi haina shida. Nakuja hapo sasa hivi. Bwana usiniharakishe. Kwanza kabla sijafika mimi nina njaa. Nataka sausage 6, Pepsi baridi na Coca ya moto yote. Zote unakunywa wewe peke yako? Haya, sawa. Kwa mimi nakusubiri sasa. Chapu kwa haraka basi. Hilo halina shida. Sawa nakusubiri, hamna shida. Vipi? Poa, niambie. Poa, nimekukalisha.
Hapana. Ila leo umependeza. Au ulikuwa na mtoko mwingine tofauti na huo? Na mtoko wapi? Yaani kwanza hapa tuyaache tu maana vitu nilivyovuka vya kuazima. Haya. Cha kwanza zawadi yangu kabla ya zawadi ni vyakula vyangu viko wapi? Ustari tushaagiza jamani. Mhudumu wewe umemwambia Ali maana nimemwambia nataka sausage 6. Nataka kuka baridi, nataka Pepsi ya moto. Yaani hii nafasi nisipoitumia leo. Mhudumu. Njoo. Maana unaona kama ananichelewesha. Hapa habari. Kuna oda yangu ya sausage hapo 6 na chips. Ipo inaandaliwa hapo. Basi naomba wakati nasubiria niletee kinywaji, niletee smart gin. Sasa. Leo umeamua. Mambo haraka wewe ninavyokujua, yani ukikata hapa ukitoka. Hata sibati tena mwenzangu. Leo nina hamu ya kunywa kupitia wewe. Yaani ninywe. Bwana. Kaka niletee glass jamani. Hapo mwaka ushapunguza umekunywa ni? Maana wahudumu wa sasa hivi kama siwaamini vile. Mbona nishangaa au nahisi uko ulipotoka nishawapi? Umechangamka? Kwa nini nisichangamke? Niko na wewe tena niache kuchangamka. Asante. Nasubiria hicho chakula. Haya, muandalie bana. Maana naona hapa stories za kwa zinogi bila hivyo vilivyoagiziwa. Na masausage na manini. Mmeniita hapa kwa hiyo. Hicho kuitia mimi hapa. Sababu kwanza nimekukumbuka muda mrefu hatujaonana. Kona nikuite kidogo. Badilishane mawazo kidogo. Sio najua tena. Unajua kuna mambo fulani yalitokea hapa katikati. Lakini sasa sio kesi, ndio maana muda mrefu hatujaonana, hatujapata muda wa kuzungumza. Ushatafuta vikachori vyako huko umeona vipatikane kwenye simu, ukaona ngoja nimtafute yule mshangazi anaga mambo mengi hivyo. Sasa vikachori gani sasa uzungumzie? Tuyaache tuongee hapo tu utajuana nao. Kwa hiyo waendelea kusubiria msosi. Kwa hiyo nikaona nikuite mambo mengine hizo tuone tunafanyaje. Lakini sasa hapa unajua kuna vitu kwa sijamaliza ofisini, naona jamaa amenitumia message hapa. Ananiambia niende. Ile isiwe kesi. Mimi naenda mara moja lakini sichukui muda mrefu narudi. Sawa? Mimi sasa hapa unaniachaje mezani hapa? Siwezi kukaa na hii smart masaa 4 matano. Kwa sababu ndo kwanza unaanza, sio kesi. Mimi mwenyewe narudi. Ngoja nikuachie kidogo. Niachie hapa niendelee. Alafu nikirudi nitakuja kueleka mambo mengine vizuri sababu nitakuja kumalizia hiyo bili nyingine. Hii itanitosha au utakuta bili? Mimi sinakuja. Yaani bili nakuja kulipa mwenyewe. Hiyo kaa nao kama akiba kibinadamu za kutokea lote. Njoo baba. Na kunywa anakuja kulipa hapa. Kwa hiyo nimeambiwa niwe ninavyotaka mimi. Kwa hiyo usiogope kuja. Usijali bro, mimi narudi sasa hivi. Kwa hiyo msikilize, mhudumie vizuri kabisa. Bili yote kwangu mimi, sawa? Afisa mikopo huyu. So nikianza bili unanitimua. Mimi ndo afisa mikopo, haitwa afisa mikopo. Profesa Kwame. Ngoja nimalizie. Mwache kwanza amalize. Akishamaliza utamletea msosi na nini? Mimi wakati nitakuwa na mimi nitakuwa nisharudi. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo mimi narudi sio muda, sawa? Hamna shida, usichelewe sasa. Sasa hivi narudi na kuweka sawa. Haya.